Bwana wewe. Kila kitu kimekwenda safi. Yaani sasa ni mambo yangu murwa. Yameisha shemeji. Bwana hongera. Yaani sijui nikupongeze vipi. Kila nitamani nikwambie hongera, asante. Naona kama hayatoshi. Lakini mambo umefanya. Sasa shemeji nikwambie kitu. Nizie shughuli. Sio za kujifunzia. Shughuli zile mimi nilifanya toka zamani kipindi hicho. Ndio. Kesi ndogo ndogo kama hizo misoto na futilia mbali. Yaani wanazifuta kabisa zile kama unabisha. Wewe muulize yule Mwarabu pale juu pale. Wewe muulize tu kwa vipi bana nakwambia. Yaani wanazimaliza zile kama na yaani safi kabisa, hamna shida yote. Shangaa shemeji unakuka lakini kwamba shemeji njoo hapa. Sasa nikwambie wakati niko pale nyumbani nimekaa hivi. Yule hakimu alinikata jicho ile pa. Unajua kagandishe? Pale jasho likaanza kutoka nikajua hapa leo nafa. Nikakaa. Lakini aliposhusha macho chini kwenye ile faili. Kunyanyuka. Nasikia haki yote niende kwa mzee Kigogo. Alipo mafao yake kila kitu. Oda ndani ya miezi miwili. Wewe. Nilitamani ruke pale kizimbani. Jariwa. Pole. Mpaka nilikuwa najiuliza. Sasa sijui nikushukuru kwa njia gani? Wewe shukuru kivyovyote mimi shemeji yako. Hapa ameisha. Ameisha. Hana shida yote. Shemeji bwana. Haya mambo yapo. Haya mambo yapo. Karibu. Asante shakaribia. Wewe bwana. Unarudi jambo. Niko ndani. Sasa bibi atoka kwenye mboga. Unajua umri tena. Ni kweli umri shamba unaenda. Wakutulia nao. Bwana wewe mambo sasa kwa safi. Una shida. Sasa. Nikwambie jambo. Hilo unaloongelea hilo. Ilikuwa kwa akilini. Lakini sasa ndio umekuja kunifafanulia. Sasa hivi mambo ni mtu mwingine. Sasa bwana mimi lazima nipate ndoto. Mimi natafuta mtoto mmoja. Na wakati sasa kuchezea naoa. Sasa kingine cha kuongezea. Nayo. Nakwambia hivi shemeji, kingine cha kukuongezea. Piga ndoa, fanya ibada. Shemeji wana ujanja wangu wote unaoona. Na manyangangu yote, matunguli yangu yote. Ibada nafanya. Shemeji oa, fanya nini? Ibada. Hilo Mungu. Hilo Mungu. Nikwambie. Haya mambo kumi na wewe asija akasikia hawezi kusikia. Akiamua pekicha atafika. Shemeji mimi unaniamini. Sasa tumefanya mangapi shemeji yangu? Basi bwana kwenye yetu. Shemeji. Kigogo. Tajiri mtarajiwa. Sasa ni mtu mwingine wewe. Bwana? Haya bwana. Haya bwana. Shemeji. Shakaribia. Kumbe wewe. Karibu kaa hapo shemeji. Karibu shemeji. Shakaribia. Habari za huko tokako? Shemeji napotoka ndio hivyo hivyo. Kwema kidogo huko soko.
Mbona leo nzuri, leo kesho mbaya? Kuna nini kimetokea? Shemeji yangu mimi nimekuja. Lakini kikubwa nimekuja kuulizia rafiki yako. Rafiki yako. Linda. Hapana. Bado hajafika hapa. Mara yangu ya mwisho kumuona ilikuwa ni juzi. Ndo nimeonana naye. Jana kwenyewe nimeshinda kwenye mihangaiko yangu. Leo ndo sasa hivi tu ndo umekuta nimemaliza kula, nipumzike kidogo, majira saa 11 niende nikamuone kwa sababu sio kawaida, tumemaliza siku 2-3 hatujaonana, sio kawaida yetu. Kwani kuna nini shemeji? Wewe Belinda simuelewi. Yaani simuelewi kabisa. Yaani mambo yake ni madogo madogo, yaani mambo madogo madogo tayari anachukua maamuzi makubwa. Mimi sielewi. Kweli unaweza ukaachana na mwenzio wewe kwa ajili ya pombe tu. Wakati pombe haikuathiri chochote wewe. Yeye anakunywa wewe unapata mahitaji yako yote. Belinda anakuja ananiambia mimi anahitaji talaka yake aondoke zake nyumbani. Tena anataka talaka zake zote 3. Kila kitu kaacha nyumbani kaamua kwenda kwao. Umeona? Kweli? Naenda nyumbani. Sasa nikajua anadanganya. Ngoja hapana sio kweli, ngoja nikaulizie. Amesahau mimi ninavyomjali, ninavyomkea kila kitu mpaka kwenye ngoma na mruhusu aende. Kweli shemeji, wewe si shahidi? Talaka 3. Hebu subiri, yaani unamaanisha kwamba wewe na Belinda mmegombana na anadai talaka, anataka kuondoka? Sio tu talaka, matusi yani. Basi shemeji usirie, hebu relax kwanza. Kuwa katika hali ya kawaida. Unazungumza na mimi hapa. Kama hilo limetokea, inabidi sasa tuangalie namna moja ama nyingine namna ya kumpata. Kwa sasa unawaza nini mpaka sasa hivi? Mimi nimeanza kuja hapa kwako shemeji. Lakini sio kwa matusi yale. Cha msingi ninachoona sasa hivi nachoweza kukushauri. Jaribu kupigia simu wazazi wake. Kama hawajafika kule utajua, lakini kama amefika kule pia utajua. Najua hatua ya kwanza umeanzia hapa. Kwa hiyo kama hatua ya kwanza umeanzia hapa, jaribu kupiga simu, lakini pia usianze kupeleka matatizo yako moja kwa moja kwenye familia yao. Kitu cha kwanza, hebu jaribu kutafuta namna ya kuwaingilia wazazi kwamba labda mke wangu alikuwa anapanga kuja kule kuwatembelea. Kwa hiyo nilikuwa tu leo amekuja huko. Nilikuwa napiga simu labda kuulizia amefika salama kwa sababu nampigia hapatikani, yamkini simu yake imezima chaji. Yaani hapatikani kabisa. Sawa. Usikate tamaa. Nimekuelewa shemeji. Ndio. Jitahidi shemeji. Usilie. Karibu sana. Naona kakaangu kashaondoka. Kakaangu kaondoka kitambo. Ila tu lazima nikuagie kwa sababu alikuwa na haraka kidogo. Naona mnaelewana? Na shemeji yangu Mnaelewana sana. Tunaelewana shemeji yangu. Mimi na shemeji yangu muda mrefu. Na kuzingatia shemeji yangu kanipa jiko kwa. Hakuna shida. Niko na wewe tugombane, hatuna tatizo. Hamna shida. Alikuja kufuata tu ushauri hapa. Na mimi kama unavyojua mmeo. Nikamshauri ya kawaida tu. Wala kuna baya yote ambayo tumeongea. Kwa namshauri shemeji yangu sababu kana senti awekeze kwenye mashamba, awekeze kwenye viwanja, awekeze kwenye majumba, awekeze kwenye mabiashara ambayo anaweza kuyaweza. Ni hivyo tu. Sawa. Au hivyo tu? Sasa mimi nimeongea hivyo, nimemshauri hivyo au nimemshauri vibaya? Hapana, umemshauri vizuri sana. Hivyo tu nimemshauri. Majumba yaozi. Viwanja viozi, mashamba yaozi. Kuliko haraka kitupa. Kwa mshauri tu vitu vizuri tu. Na kaondoka hapa wewe amini. Amefurahi. Naona. Amefurahi sana. Kafurahi sana. Yaani shemeji yangu bwana, nampenda sana. Nampenda. Mimi nalijua hilo. Nampenda shemeji yangu ila tulipata tuongee mambo mengi. Ya sasa kwa sababu ya haraka zake nikaamua nimwache. Sawa mume wangu.
Haya. Ni hayo tu. Kwa tunaongea hapa. Haya poa, haina shida. Haya poa, haina shida. Ndio maana nasikia harufu ya nyama, kumbe mmepika nyama leo. Wewe tena jikoni kunafuta nini? Wewe si mtoto wa kiume jamani, inabidi uende ukakae huko kwa hizi. Haya shida nini kujikoni unachotafuta kitu gani? Kwani wewe wote ametoka wapi hadi uanze kuniongelea shiti? Sasa mtoto wa kiume na kuhisi harufu ya nyama vinahusiana na nini? Kwani mimi nimekwambia nakuja jikoni, mimi nilikuwa napita naenda chooni. Sasa nimesikia harufu ya nyama, kwa mtu nisiongee au sio? Harufu ya nyama ndio huko. Kwani usiende chooni sikule? Wewe huko yaache huko. Alafu wewe mbona nisikia, unajua unanipanda kichwani, unachukulia unaniweza sana, si ndio? Nitakuja nikutie vibao ndio ufika na yule baba yako ambaye anakuona wewe kama jicho lake la mwisho. We, subutu. Yaani subutu nakwambia. Yaani sije kujaribu sasa kushika mwili wangu. Yaani subutu. Na akijaga mimi nitamwambia kila kitu. Unasemaje? Hivyo hivyo. Na akija Wewe Somali. Haya, shida gani kujikoni? Nini shida? Wewe mtoto wa kiume jikoni kutufuata nini? Shida iko wapi? Si huyu mwanao, mimi napita zangu naenda chooni, ninamwambia, "Wa sister umepika nini?" Anaanza kunijibu shiti. Anajiona ananimudu mama. Ujue huu muelekeze huu. Muelekeze vizuri kabisa. Asa mama lazima aje huku kwa jani chooni sikule aende. Toka nje Somali. Nenda nje. Nione ovyo. Sakina. Mtoto wa kike. Muda gani sasa unarudi? Saa ngapi sasa unanirudia sasa hizi saa ngapi? Saa 6 usiku unanijia kweli Sakina? Saa 6 usiku. Unanijia nyumbani kwangu saa 6 usiku. Hata chembe cha uoga huna mtoto wa kike. Alafu umevaa nguo vya ajabu ajabu ya naye. Unusu uchi. Hivyo ulikopita kokota mkono watu wangapi? Wamekuwa hivyo ulivyo. Mbona nitia aibu mwanangu? Mimi baba mtani maarufu, baba yako maarufu, kote kuna unanifahamu watu. Unanidhalilisha mimi babangu, nikukosea nini mwanangu kwa kufanya mambo kama kipuuzi? Hivyo ulivyo kweli? Nusu uchi unanijia hapa nyumbani kwangu. Saa 6 usiku. Mimi tabia hiyo siipendi tena, hiyo mwanzo na mwisho wako leo. Tena ukome kabisa tabia kama hiyo. Hapa unapasahau ufanye jambo lolote mwanangu. Uoshi vyombo hapa, upiki hapa. Wewe kukicha vingo vya ajabu mtaani. Saa usiku unarudi na nyata. Kama mchawi hivi unarudi hapa. Mimi tabia usiipendi. Unasikia mtoto? Ukifanya masana na kurudisha kijijini kwa bibi yako kutoka kale. Kule kwa ulikotoka kule na kurudisha. Kwa tabia hizo za ajabu sizipendi. Nakwambia kabisa. Sisitaki hata kuzisikia hizo tabia. Iwe mwanzo na mwisho wako leo. Koma kabisa. Usinijia vingo vyako pamoja kama mchawi hapa. Wewe hivyo na mimi mtupu unatembea. Wewe unategemea utaolewa nini? Unaweza kaolewa wewe kwa mfumo huo, naye anakuoa. Sakina, nini unakosa wewe mwanangu? Mbona kwa mambo ajabu? Basi mama naomba unisamehe. Basi mama naomba unisamehe. Narudia tena. Koma! Leo mwanzo wako na mwisho wako leo, na ole wako urudie. Shida. Mchezo wa tabia. Mtoto mwingine ndio maana wengine wanatupa kwa majalani hivyo hivyo. Siku zote nakwambia mimi usinipakulie chakula na huyu. Mwangalie kwanza. Kwani kuna shida gani? Huyu mtu mikucha hapo michafu hajakata takucha. Anakulaje na mimi huyu? Mboni, huu sio muda wa kuongea na mtoto. Hebu heshimuni basi acha chakula. Kila saa ni kuongea. Wewe mtoto hivi
Sasa atakuwa hata nakuogopa kila dakika. Yaani mimi nasemaje? Siku nyingine usinipakulie na huyu. Siku nyingine ukinipakulia na huyu, mimi siri nitasusa. Mama, mimi nishajua. Baba anataka aongee ili mimi nisuse kula. Na mimi natomshukuru Mwenyezi Mungu kwenye masuala ya chakula sijuagi kususa. Sasa wewe muacha aongee. Ongea, mimi namaliza huko. Yaani umeona? Wewe umesha kutafuta mchele hata siku moja? Umeshaleta unga wewe hapa? Wewe kama nani? Utakula jeuri yako sasa hapa. Uli hapa nakwambia. Ali hapa mwanao. Tunashachukua sasa. Atakula jeuri yake. Bamboni, ndo mambo gani ya kushindana na watoto? Mambo yafanya watoto, sio wewe mtu mzima jamani. Hebu heshimuni hata chakula basi. Kila saa ni kugombana tu hivi kuna faida gani? Huyu mtu mchafu hana lolote hapa. Ameshatafuta tu siku moja kaleta mchele hapa au kaleta unga. Bamboni, haya mambo yafanya watoto, sio wewe mtu mzima. Unaona tabia yake? Unaona? Kula bila mboga. Umeona? Bamboni, hayo yote unayataka wewe. Kushindana na watoto maana yake nini? Sasa yule mwanao atanijua mimi ni nani. Haya, visasi juu ya visasi. Subiri, atanijua. Mama anamalizia ungali upo kwenye sufuria. Atanijua mimi ni nani huko. Panda babu, mbona unakuwa mvivu wewe? Ndio maana mimi nilikuwa nakwambia bora nipate mwenyewe. Yaani mtoto mdogo masaa mawili bado hujafikia nazi. Huyu mnazi una nazi kibao. Sogea vizuri. Wasomali vitani mjomba washuka. We! Somali! Subiri ni yote, subiri. Kamata! Kimbilia hapa. Ole wenu nishawajua, wewe Msomali ndio unaniharibia mazao yangu, mnanaibiwa na lalamika wizi kila siku mbele mpumbavu. Sasa kazi unayo. Nakwambia kazi unayo. Mpumbavu mmoja. Yaani wewe unaniharibia mashamba yangu mimi kwa mazao yangu watu unaniharibia mpumbavu mmoja. Yaani wewe Msomali nikukutia mkononi. Kazi unayo. Nakwambia hivi. Sirudiagi mara mbili.